Karibu ndugu mpenzi msikilizaji, katika mwendelezo wa simulizi yangu ya Mariam binti Juma. Sehemu ya kwanza niliishia pale ambapo nilikuwa nimepigiwa simu. Ilikuwa ni simu ambayo imenitia wasiwasi kwa sababu sikujua imetoka kwa nani. Nilibaki nikiitazama simu yangu kwa sekunde kadhaa. Namba ile sikuwa nimewahi kuiona kabisa. Moyo wangu ulianza kwenda mbio. Sikujua kwa nini, lakini nilihisi kuna jambo halikuwa sawa. Baada ya muda kidogo, hatimaye nikaamua kuipokea ile simu. "Halo," nilisema kwa sauti ya chini. Nilikuwa nikisubiri majibu kutoka upande wa pili, lakini kulikuwa kimya. Baada ya muda mfupi kidogo, ilisikika sauti ya mwanamke ikisema, "Mariam." "Ndiyo, ni mimi. Nani mwenzangu?" Mwanamke huyo akavuta pumzi ndefu, kisha akasema jambo ambalo sikulielewa mara moja. "Nakupigia simu kwa sababu nakuhurumia." Nilinyamaza. Sauti yake ilionekana kuwa ni ya huzuni sana. "Nina jambo muhimu sana kuhusu Rashid." Baada ya kusikia tu neno Rashid, moyo wangu ukadunda kwa nguvu. "Kuhusu Rashid? Kivipi?" Mwanamke huyo hakunijibu mara moja. Alionekana kama mtu aliyekuwa akipambana na maneno ya kusema. Baada ya sekunde chache alisema, "Kabla hujanikatia simu tafadhali, nisikilize mpaka mwisho." Nilianza kupata wasiwasi. Kwa mara ya kwanza nilihisi mikono yangu ikitetemeka. "Kuna nini?" nilimuuliza. Mwanamke huyo akasema, "Rashid si mtu unayemfikiria." Baada ya kusikia maneno haya, ndugu mpenzi msikilizaji, nilihisi hasira sana. Nikamkatiza, "Wewe ni nani kwanza?" Lakini kabla hajajibu simu ikawa imekata. Nilijaribu kumpigia tena, lakini hakuwa anapatikana. Usiku ule sikulala. Maneno yale yalikuwa yanazunguka kichwani mwangu. Rashid si mtu unayemfikiria, nilijaribu kujiuliza. Hatimaye nikajiambia mimi mwenyewe, au anataka kuharibu mahusiano yetu? Lakini ukiachana na maneno yake aliyoniambia, nikifikiria mambo mengi ambayo Rashid alikuwa amenionyesha upendo mkubwa, alikuwa akinijali, alikuwa akinisaidia mambo mengi sana. Kwa nini nimwamini mtu nisiyemjua kuliko mwanaume niliyempenda? Nilisubiri kwa hamu sana ili asubuhi paweze kukucha, na hatimaye asubuhi yake nilikutana na Zuena. Nilimweleza kila kitu, kwa sababu Zuena alikuwa ni mtu pekee ambaye mimi ninamwamini. Ilikuwa kama kawaida yangu. Alikuwa ni mtu wa kwanza kumweleza matatizo yangu. Alinisikiliza kwa makini sana. Kisha akashika mkono wangu na kusema, "Mariam, usifikirie sana. Watu wengi wana wivu." Maneno yake yalinipa utulivu. Lakini leo, ndugu mpenzi msikilizaji, nikikumbuka ile siku, natamani ningesikiliza moyo wangu. Kwa sababu ndani kabisa nilihisi kuna kitu kilikuwa kimefichwa. Hatimaye siku zikapita. Mahusiano yangu na Rashid yakaendelea kuwa mazuri. Lakini nilianza kuona mambo madogo madogo, mambo ambayo awali sikuyapa umuhimu. Na nikukumbushe tu mpenzi msikilizaji, unajua katika mahusiano unapokuwa na mtu wako wa dhati ambaye unampenda, mnapendana, mwanzo huwa mnapendana sana na unakuwa huna muda wa kuweza kufuatilia mambo madogo madogo, hata kama kuna makosa yanajitokeza, lakini unakuwa huna muda kabisa wa kuyafuatilia. Lakini ikitokezea kuna maneno umeyasikia kuhusu mpendwa wako au mpenzi wako yoyote, lazima tu utaanza kuziona dosari, utaanza kujiuliza kwa nini hivi, kwa nini hivi. Yote hiyo ni kutokana na maneno ambayo unakuwa tayari umeshaanza kuambiwa. Kuna siku moja nilimpigia simu usiku na simu yake ilikuwa imezimwa kabisa. Nikajiuliza kwa nini hapatikani usiku Rashid. Lakini kesho yake baada ya kuonana naye, akanieleza alikuwa amelala mapema kutokana na uchovu. Nilimwamini. Wiki iliyofuata hali ikawa ile ile ikijirudia.
kisha ikawa inajirudia tena na tena kila nikimpigia simu wakati mwingine anakuwa hapatikani. Na hili ni jambo ambalo linaumiza sana moyo wangu. Lakini kila wakati nilipokuwa nikikutana naye na nikawa nikimuuliza, alikuwa na maelezo mazuri sana kuhusu kutokupokea simu yangu. Na mimi nilikuwa kipofu wa mapenzi. Nilichagua kuamini kuliko kuhoji. Miezi kadhaa baadaye, Rashidi alianza kuzungumza kuhusu swala la ndoa. Moyo wangu ulijaa furaha sana, kwa sababu ilikuwa ni ndoto yangu ya muda mrefu sana. Niliona kama ndoto zangu zinakaribia kutimia. Kwa furaha kubwa niliyokuwa nayo, nilimkimbilia Zuena, nilimkumbatia kwa furaha. Zuena, Rashidi anataka kunioa. Zuena alitabasamu. Lakini kwa mara ya kwanza, niliona tabasamu lake alikuwa la kawaida. Lilikuwa tabasamu zito sana, kana kwamba kuna jambo alikuwa akilificha. Nilimuuliza, "Kuna nini?" Akanijibu haraka, Hakuna, nimefurahi kwa ajili yako." Lakini macho yake yalikuwa yanasema kitu tofauti. Siku chache baadaye, nilianza kuandaa maisha ya ndoa, na nilipomwambia mama yangu, alikuwa na furaha sana. Aliniambia, "Binti yangu, baada ya mateso yote uliyopitia, Mungu amekukumbuka." Nililia kwa furaha siku hiyo. Sikujua kwamba machozi yale yalikuwa ya mwanzo, na ndio ulikuwa mwanzo wa machozi mengine makubwa zaidi ya hayo. Ndugu mpenzi msikilizaji, kiukweli mapenzi ni kitu ambacho kinaumiza sana. Kama wewe umewahi kupitia kwenye mchakato ambao naopitia mimi Mariam, tafadhali naomba uniambie kwenye comment ni magumu gani ambao wewe uliweza kuyapitia. Kwa sababu langu naliona ni kubwa kuliko la mtu mwingine yoyote. Kadri siku za ndoa zilivyokuwa zinakaribia kufika, ndivyo pia siri nyingi zilikuwa zinakaribia kufunguka mbele yangu. Siku moja niliona jambo ambalo lilibadilisha kila kitu. Jambo ambalo lilinifanya nianze kujiuliza kama kweli nilimjua Rashid. Nilikuwa njiani wakati huo naelekea nyumbani. Ghafla nikamuona Rashid kwa mbali kidogo. Hakuwa peke yake. Alikuwa na mwanamke ambaye sikuwa nimemuona kabla. Walionekana kuwa karibu sana. Karibu kupita kawaida. Nilisimama ili kuweza kuona nini ambacho kinaendelea. Moyo wangu ukaanza kwenda mbio kwa sababu nilikuwa nampenda sana Rashid. Nikawa najiuliza akilini mwangu, sijui niendelee na safari au nirudi. Lakini kabla sijafanya chochote, niliona jambo ambalo lilinifanya damu isigande. Rashid alimshika mkono yule mwanamke. Kwa namna ambayo mwanaume humshika mwanamke anayempenda. Na hapo ndipo hofu yangu ilipoanza kuwa kubwa kuliko mapenzi yangu. Ndugu mpenzi msikilizaji, sehemu yetu ya pili ya Mariam binti Juma inaishia hapo. Nikuombe support yako kwa kulike, kusubscribe na kucomment katika chaneli yetu ili uendelee kujipatia mwendelezo wa simulizi na hadithi tamu kama hizi. Karibu na asante.